Leo nataka tuangalie mambo ya covenant. Bwana Yesu asifiwe sana. I want us to look at the covenants because I want you to get back. We have had ourselves in many covenants and many situations that have led us to suffer. We are suffering because of the covenants that were made by our fathers, our grandfathers, our spouses, our boyfriends, our girlfriends, our peers, people in the society. Many of them, we have made covenants. When tumekuwa kwa bar tukikunywa pombe, tulikunywa. Si unakumbuka anaitwa nani huyu? With Roda. Wakati ulikuwa na boyfriend. Si wakati ulikuwa na kunywa pombe? Ulikuwa naweka glasi ya waini, unakuda kidogo, alafu unawekea mwanaume kwa mdomo anakunywa. He was drinking from your mouth. And you didn't know that was a covenant you are making. Bwana Yesu asifiwe sana. Many things that we did in a funny way. In a way that you don't understand it. But only to come and realize hiyo ndio imevuja ndoa yako. Hiyo ndio imevuja maisha yako. Maana wakati alimeza hiyo kawaini, ukamweka hivi, ukakunywa, ukamweka kwa mdomo na yeye akavuruta. He swallowed the saliva, and that is a covenant. And that covenant, to break it, not unless you know what you did, you cannot be able to break it. Because mulikuwa walevi na muliabiana maneno na mukasebana, digago tigarege, you are my best of my best, you are my tomato, you are hot tomato and the potato together, and you don't know what you did to yourself. Until today you are looking for a man to marry you. Mumepakosa, mumekuja mumehama kutoka kule mulihama mkakuja kwa hapa kwa TTH. It is not even working. Why? There is a man you swore to. There is a man who you alifuta. Angalia huyu paka ameanza kufikiria. Ameimagine hii kitu nilifanya na ule jamaa na Kenya ajui. Kwani inaweza kwenda imeni affect hivi? Na by the way, you know what? Because you made the covenant, and others we made covenant. Me, I remember I did a covenant in class 4 with a girl, a small girl. Na tukatoboana kidole hapa. Nikamurabisha damu yangu na yeye akanaraba damu yangu. Na tukaambiana hatutawachana. I'm telling you. Hiyo ndio marriage registered. Hiyo. Unaona hiyo nilifanya? Hiyo ndio marriage registered. Maana tukitoka hapo tulirukaruka, si unajua venye vijana wanarukaruka, tukaruka alafu tukaraba damu. It's a blood covenant. This blood covenant is more dangerous than any other covenant. Afadhali ya roda ya pombe. Hii blood, hata ufanye nini, hakuna kitu utafanya, imekushika. Damu, ndio kwa maana kila kitu Mungu ametumia nini? Damu. Haleluya. Mungu ametumia damu. Wazee wa zamani walikuwa na chinja mbuzi kwa sababu kunataka damu. Waganga wanatumia damu, kuku, damu. Yesu akakuja akapigwa msalabani, damu. Kila kitu ni damu. This covenant, kutahirishwa ni damu, because it is a covenant with God. Bwana Yesu asifiwe sana. Today I want to make you so much discouraged. As you get out of this service today, I know you are going to be so discouraged kugundua ya kwamba you have been living with a man who is not your husband. You have been living with a woman who is not your wife. That you have been cohabiting and co-parenting together children that are out of the wedlock, and you ever thought that this man is my man? Because any child that is out of the covenant that you made in the beginning, that is a child who is out of the wedlock. Now you look at your marriage, see backward what kind of covenants that you have made. Ni magano magapi, ni magano yapi ulitengeneza, uliogea. Sasa huyo ni wa kwanza mwenye alivuja. Alafu sasa kuna yule sasa tuliraba na damu. So that is covenant number 2. Kuna sasa wengine walikuja wakati nilikuwa mlevi. Tulinyonyana hivi mdomo, tukamumunyana, tukaekana pombe kwa mdomo na mwingine kwa mdomo yake na tukaabiana maneno. So hiyo nimewekelea covenant nyingine. Kuna wale sasa nimekuwa nikifanya ngono na wao, one after the other one. Tunakuwa tukiongea. Of course, katika hiyo maneno kuna maogesi mengi sana, na maogesi ambayo ni ya kuenda biguni. Ukiuliza huyo mtu after 10 minutes anakuambia mimi sijaogea, kumaanisha you are in another world, making vows in another world, and those words are standing. Bwana Yesu asifiwe sana. Najua leo kama maji, hata shiriki kianguka mtu utasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Because all of us, we need to retrace back. We need to go back ndio tuweze kuangalia ni wapi makosa ilifanyika.
Why do you find yourself lazima ukikaa kidogo unakuja unaomba unasema Bwana, naomba hiyo makosa sitarudia tena. Rabarina rara sekerere. Unalilia Mungu kwa sababu tuliambiwa kwendeni mkalilia Mungu. Unalilia Mungu na ukitoka hapo after 1 hour baada ya kililio unakutana na boyfriend yule wa zamani and you cannot resist. Hiyo kililio naambia Mungu ngoja kidogo. This man I loved him. This man nilimpenda sana. Hata alienda safari America nikasikia heart broken. Na sasa Mungu kumeniletea na nimekulililia inaonekana ni hapa. Unarudi kwa ile mtego tena. Kwa nini? There is an altar that is controlling you. You're trying to get out where you are, but inakuvuruta. You try to run away from it, inakuvuruta. You're trying to stand against it, inakuvuruta. Unakuta we are so weak in this altar. Bwana Yesu asifiwe sana. You are so weak, you are powerless. When these altars that we made covenant nazo, we covenanted our life, we covenanted our blood, we covenanted our bodies. It is so difficult for you to be able to come out of it because you even don't remember. Hello. Na inakujaga wengine unakuta wanakuwa na masturbation. Why do you have masturbation? Masturbation will only come wakati unaenda kufanya a deal, wakati unaenda kufanya interview, wakati unaenda kuingia kazi ya kwanza, wakati unasikia kuna kitu mlifanya kadiri fulani, unaenda kupata pesa, ndio unasikia roho ya masturbation inakuingia. Na unasikia unahitaji kabisa. Ukimaliza sasa ndio inakuja na kuuliza, weka hata sasa umefanya nini? So unajua masturbation is demonic. Sasa ni shetani anakuja na kuambia, si unajua masturbation ni demonic. Na wengine kwa sababu ya ile altar, unakuta unaenda kujipanga kufanya kazi, unaota ukilala na mwanamke. Ukiota ukilala na mwanamke, ukienda kule unasema unakuta barua ni regret. Lakini jana wewe ndio ulikuwa number 1 kwa interview. These altars, they are orchestrated, organized, planned to adhere to a covenant that you made. Because the covenant that you made is a demonic covenant. So it was given a legal standing. Whatever you do, there are police and there are army that are coming to look at you. Are you fulfilling the words that you said? So hiyo maagano ndio inakufanya nini? Inakufuka. Na ndio wengine hapa kanisani, tuko hapa, we are pastors, we are bishops, we are prophets, but bado kwenu kwa sababu kila father yako alifanya maagano na miungu iliyokufa. Gomi walifanya maagano na miungu iliyokufa. Na hiyo miungu iliyokufa iko huko, na kuna mango yako mwenye anataka kumwaga kauji. Akifunua taska hivi anamwaga chini. Akifunua moyo tena kidogo anamwaga chini, and revive the altar that speaks in your family. As long as there is one person to service the altar, nyinyi yote kama mmeokoka na hiyo altar ilikuwa kubwa kuliko nyinyi, mnajikuta mmerudi huko. Mnajikuta mnafanya maneno yale because there is somebody one that is servicing the altar. And if the altar is serviced, unakwambia kama guga yako ndio alikuwa mugaga, na inategemea alikuwa mugaga wa kijiji, mugaga wa district, mugaga wa province, ama mugaga wa nini, wa taifa mzima. How do you know alikuwa mugaga wa taifa mzima? Nenda uulize. Guga alikuwa mugaga, alikuwa anatembelewa na watu wa aina gani? Kama alitembelewa na Mukaba, unajua ametoka kwa tribal, ameenda regional. Kama alitembelewa na mtu wa Coast, ametoka region hii, ameenda region hii. Kama alitembelewa na Mukisi na Mujaruo na nini, unajua that was a national mugaga. Kwa hivyo kuvunja madhabahu ya national, lazima utafute mhubiri ambaye ako na nguvu ya madhabahu ya national. Na kama ulitembelewa na mtu ametoka Amerika, hata kama ni Mkenya, na mtu alitoka Uganda hata kama ni Mkenya, na mtu alitoka South Africa hata kama ni Mkenya, akatembelea huyo mugaga, meaning ugaga wa huyo msee ni international. So you need somebody equivalent to international level kuvuja hii madhabahu. Wengine wanakibiaka kwa kapasta kale ka huko nyumbani kwa sababu kanafanyaga mavitu. Anafanyaga toka na wagaike kama baba yangu. By the way, ametoka Amerika. Toka na wagaike. Beba mizigo. Sasa kumbe kuna pastor huko Geshaki kwenu ambaye anaambiaga mizigo ibebwe na mapepo inamtii. Sasa wewe uko chini ya madhabahu international, upelekee huyo pastor, nothing will happen. Kapasta katanyokwa. Atashikwa na ugonjwa mpaka mshidwe. Kwa sababu he is dealing with an altar superior than him.
Bwana Yesu asifiwe sana. You must, when you are going to an altar breaking, you are going to seek for the assistance on the altars and the covenants that are eating you. Kitu ya mwanzo kabisa, chugusa the level ya madhabahu imekukamata, alafu chugusa the level ya huyo pastor unaenda. Kama pastor wenu anaishia pale Rugai, Bugari kubwa, kwa hiyo kaploti kako na ingine, don't touch, don't go. Ukisikia bila madhabahu imekushika, yule mtu alikuwa ametembea Uganda, ametembea Tanzania, ametembea Burundi, huyo mtu ni international. You need an international anointing to break it. Hallelujah. So covenants and altars, they are local and the international. Bwana asifiwe. So are we there? Are we getting what I'm trying to say? That we have things that are happening or have happened in our lives. And to undo this thing, you need a superior power, a superior authority to just cancel it. Because you cannot just go ati kwa sababu uliokoka. Hey, I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. Na Niwaroigi alisema, Niwaroigi alikulaani, na Niwaroigi alikufuga. I cancel it in the mighty name of Jesus Christ. You are a mad woman. You are a mad man. Waroigi anazungumzaga na watu dunia mzima. The authority in Waroigi is international. Na wewe authority ile uko nayo ni kijiji ya kwenu pale Maragwa. In the mighty name of Jesus, I nullify, I cancel. What do you cancel? The word that was spoken. What are these words? Have you revealed the name to understand what was the impact behind the words that were spoken over you? You need to understand, how do we break these covenants? And how do you understand to know that there is a covenant in my life? That is all. You look at how do we know and how do you understand them. So once you know, how do I know there is an altar, there is a covenant in my life? It is by going back to your history. And also looking at the pattern of things. How are these things happening? What did I do to my son that my son is so misbehaving? What did I do to my daughters that my daughters are so misbehaving? What did I do whenever I have tried to start any business? The business is not working. When I try to open a church, the church is not working. Anything that is happening with me, nothing is working. Why? Because there is a legal authority, legal entity in your life. And this legal entity for you, ulifanya kidogo. You are just mulikuwa mnacheza kama boy and a girl when you are small, and mkafanya hivi mkafanya maneno, and this person ni mtu ambaye anakuhusu. That's what ulijifuga na mambo ya familia yenu na damu yenu. Kwa hivyo wherever you will go, you are captured. Nothing will happen. Ukienda kukimbia unasikia umeshikwa mguu kwa hewa. Kwa hivyo hakuna mahali utaenda. You will be stuck. You will be stagnated in one position. You will not succeed moving anywhere. And every time you try to do anything, something will come and crop. Na ukiolewa mwanaume wako ama mke wako, ata in some way utakuta lazima akufe. Because there is a stronger covenant that's prohibited you from becoming married to any other person. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, doing the business. Some of us, we have opened our business. Tulifungua biashara zetu. Tukaenda kwa mugaga, tukapatiwa gedhito. That is a covenant we made with the devil. That I will be servicing you and the devil will be servicing your business. So I will be taking kuku, I will be taking buzi, I will be taking anything. So every end of the month, unakuta lazima niende kwa mugaga, niende niwefanya nini? Ni service ile altar ya covenant. Ni service maagano. Na nikienda huko, tutafanya maagano ingine. Kwa sababu nitamwambia mugaga yangu, angalia maneno imeenda hivi, maneno imeenda hivi, maneno imeenda hivi. Naye mganga anakuambia wangwana wanasemaje? Wangwana wanasema yes, wangwana wanasema uongezee kitita cha pesa. Kisa unaambia ongeza 150, unatoaga 100 unaongeza 50. Sasa uplift, umeongezea madhabahu, umeongezea covenant, imepanda pada juu. Kwa hivyo whatever that will happen is that umelift your level of the demonic operations. So the demons that you are operating with, ambao walikuwa 150,000, they come superior one who are 150. So this is, you've been upgrading the covenant.
whatever it is, you started with the sexual covenant, ukakuja ukakuwa mkubwa kidogo, ukaanzisha biashara. This sexual covenant will lead to a covenant to do business, and then this business will lead you to a covenant to sacrifice your mother or your father, will lead you to another covenant. This covenant will lead you, and when you discover the man from Murang'a is not doing the good job, you meet another person who directs you where wapi, where Arusha, Tanzania. Unaenda Arusha na ule wa Arusha mnafanya na yeye, na hiyo inakudirect, inakutoa, inakutupeleka Dar es Salaam ama Pemba, inakutoa hiyo Pemba, inakwambia Mozambique kuna ule sasa wa Afrika mzima, ama Nigeria yule mkubwa kabisa. You find you are going there because you are under an oath of a covenant that leads you from one level to another level. As you are growing, you grow with them. As you are becoming, you become with them. As you are making way, they make way for you. The same thing that is in the other side of God. That when you are growing in godly, that is how things will be coming. But you will not be able to succeed in anything if first you don't understand what kind of covenants you made, what kind of agreements that you have in your life, what kind of a blood covenant you have, what kind of saliva covenant you have. Why saliva? Did you know why saliva? Why we like tunamumunyana? Did you ask yourself why saliva? Did you know why they test saliva? COVID. Yeah? It's because of DNA. Ukienda kwa waganga wanakata kucha, wanakuitishanga kucha because of ukienda kwa doctor wani huyu wa moshari anaitwa nani, Johanneson Oduor, what he does, anakata kucha, anakata nywele. Ukienda kwa waganga kitu ya kwanza wanakuitisha ni nywele na kucha na saliva. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio naonaga wazee wa zamani wakikubariki walikuwa na kutemea mate. Kwa nini? Kwa kifua. Because this is a DNA. So the covenants are not made out of a DNA of a human being. All covenants are dealt with and done within the DNA. That is why the systems of the world, they are so much after the DNAs. Because they are easily traceable in the physical. Hata kama huyo ni mtu MCID, atakuwa guided towards getting. Wanaendaka tu scene ya crime ile kitu ilifanyika, and they pick what? A cigarette. Ile ilivutwa, napata kapits, napata kani ya nini? Kani ya pombe ama kani ya soda imeanguka hapo. They pick it. Kasigara kale ulikuwa nafuta, they pick it. Ama kakitu kokote related na wewe, they pick it. They go. They will come with a full report. This is the man. Hallelujah. And this one, this is a CID. He's not spiritual. But what has led him to understand? The DNA, which is spiritual. That was he said, there is no perfect murder. There is no perfect murder. They know how to trace it. Na wale watu wanafanyanga operation kwa daktari, it is not the doctors that do the operation. Did you know that? Did you know that? It is not the doctors. And how do you understand these are not the doctors? Because they invoke the authorities of Raphael, the angel, who is the angel of doctor. Raphael. Sindio? Did you know that is Raphael? Raphael. Amuko mnajua? Angels have got roles. Michael is the senior most of all. And Michael is color red. Sini red? Akolino, ni red eh? Ni red. Michael neke? Ni blue. Michael is blue, the color of authority, the official color of authority, the corporate color. He is in charge of earth, the 7 archangels. Then we have who? Raphael. That is why you call Jehovah Rapha, because he is Gai Muhonania, God the healer. Bwana Yesu asifiwe sana. Then we have Gabriel. Gabriel kazi yake ni gani? Kala yake ni is white. This is now color. This is now they are invoking Gabriel to be given messages. You invoke an angel depending on the situation. There is Ariel. Ariel is color red, the color of wisdom. Zedekiel is color of? Zedekiel is the angel of prosperity. He is yellow.
Ukiona watu wanapenda mayero wanakuwa wako sawa sana. So go to your wardrobe and see the clothes zile umepanga, zitakwambia which angels operate with you. Go to your house, angalia ile rangi umependa kupaka sana. Utaona that is the color that you like the most. It tells you angels. Na ukiona ile marangi umeweka mingi, kama umeweka blue, umeweka hii, that is the kind of angels that you are operating with. They might be 2, they might be 3, they might be 4. I was talking about Raphael. When the doctors go for the operation, they wear green to invoke the authority of Raphael. So when they go wakikuekelea kwa ile kakitu ya kufanya operation, they don't talk. Kila mtu wako vyake, kila mtu anafanya, and they are operating very well. They are coordinating nicely. Unasikia 12 hours of operation, hawakuchoka. They were standing doing the operation. What was leading them? The angel. So therefore, you must be able to understand what is this that was invoked in your life that has caused you to suffer the way you are suffering. What kind of a covenant that was made between you and whoever that was there. And whoever, may it be a man, may it be a woman, may it business, may it kule kazini ambao mlienda, sababu kuna kazi ambazo zinafanywa under secrecy. Kazi kama ya intelligence, it is done under secrecy. You cannot be able to come out of it. You cannot be able to reveal. Mpolisi ni polisi hata kilitaya bado anakuaga polisi. Jeshi ni jeshi hata kilitaya bado anakuaga jeshi. Even if God called you today, aliita nani? Aliita Juda. Na Juda akazaliwa, na kisha Juda akablesiwa na Jakobo. Lakini problem zilianzana na yeye. Akaoa mwanamke Mkanani. Na huyo mwanamke Mkanani wakazaa mtoto. Watoto wangapi? 3. Na hao watoto 3 walipoenda mtoto wa kwanza akaoa mwanamke. Alipooa mwanamke anaitwa nani? Tamari. Alipooa mwanamke anaitwa Tamari, huyu kijana wa kwanza mysteriously akakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Alafu huyu Tamari akaambiwa sasa utaolewa na the second born brother. Kwenda kuolewa na second born brother, alafu kulikana na sheria na kulikana na matamushi ya Jakobo, that's a covenant. Ili alisema aliwaambia, kulikana na matamushi ya Jakobo, ilisemekana nyumba ya Juda ndio itatoa mfalme. Kwa hivyo all what they were trying to secure, they secure the words of Jacob by telling now the second born son of Judah that you are going to marry your brother's wife, then uzae watoto sio wako, uzalie brother yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kuna covenant iko pale, na ndio walikuwa najaribu kusekiwa. Wewe sasa utalala na mke wa brother yako, na watoto wale mtazaa si wako, ni wa brother yako ule mnini. Ndio kwa maana yule mtoto atazaliwa wa kwanza ndiye atafanyika mfalme. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio atafanyika mfalme. Maana that was the lineage, that's the covenant. Hayo ndio maagano yalifanyika na yalipangwa. Sasa katika kule kupanga maagano sambuli hiyo, naye kijana aliposikia mimi nifanye hii job yote, alafu mtoto si wangu, akasema mimi nitaenda kufanya mmesema, lakini nitafanya nini? Nitamwaga chini. Bego zote akamwaga chini. Naye Mungu akiwa biguni akaona huyu mtu ni kejeli, Mungu akamuua. Watu wote wa masturbation wanakufa spiritually. If you've ever done masturbation spiritually, you are dead. And it's not man who does that. God kills. That is where you find no business will work, no ministry work, nothing in you will work as long as you do masturbation. I used to do masturbation myself, and I used to do masturbation nikiwa na mke wangu hapo. Ujue hiyo kitu ni very powerful. Amelala hapa na mimi nafanyia masturbation, the same bed, niko hapa na hawezi kusikia. Hata kujinyagunya hawezi, kujinyagunya hawezi kusikia. Because this thing is so powerful and so controlling. It's the greatest demon that kills. And all they wanted to kill the marriage, which was later on killed. They succeeded. They killed my businesses. They succeeded. Everything that they did, they succeeded. Why? Because there is a power beyond powers. A controlling power that will not allow you to succeed. And if they see you trying to succeed, they revive covenants ambazo zilifanywa na baba yako, zilifanywa na guka yako, zilifanywa na watu wa kwenu. Hata eneo uingie nyumba kama hii ni nyumba ya kurentisha, na hiyo nyumba ya kurentisha mwenye alikuwa nakaa alikuwa nafanya masturbation, it's most likely utafanya, because the spirit is still there hovering. Hawa wazee walikula kiapo.
My mother alikula kiapo, my grandfather alikula kiapo. That's a covenant. Waliagana, and that is where mishap tuko nayo. Tuko na big problems in our life because my mother, my grandfather walienda kwa msitu wakakunywa kiapo, wakasema hawatashirikiana wala kufanya jambo lolote na watu wazugu ama mtu yote ambaye ni msugu ama kitu ambacho kinaitanishwa na msugu. Baada ya sisi kupata uhuru, kitu nini ilifanyika? Sisi yote tulipelekwa shule, tukaanza kusoma maneno ya msugu. Na kubuka mama yako akikula kiapo, ulikuwa kwa mdhilimo, ulikula wewe kiapo. Na aliapa, akasema hata shirikiana na mtu yoyote ama kitu chochote cha wazugu. Mimi nilipelekwa shule, kutoka hapo shida zangu zikaanza because I'm acting against a covenant that was made. Na hayo maagano ambayo yalifanyika ndio yanasababisha maangamizi. Ndio yanasababisha watu kupotea. Ndio yanasababisha ulienda kwa mganga, kuna vitu ulipatiwa ukabeba. Ulienda kwa pastor fulani, kuna mafuta alikupatia na akakwambia hii mafuta ni ya kupaka hapa, hii ingine upake hapa, hii ingine upake hapa. Sasa wewe ukaenda ukachukua, mama yako akachukua, mama yako akamkuta anafanya hivi, watoto wako wote wakienda shule umewapaka. Kubuka maneno yaliyosemwa, hii mafuta ni ya kupaka nini hapa. Sasa maneno yanakuja kinyume, maana ulipaka kwa sababu ni kwa nini alikwambia ni ya kupaka hapa? Alikwambia ni ya kupaka hapa kwa sababu kuna maneno amezungumzia na akaambia mafuta, wewe ukipaka mdomo, huyu mama akienda kuogea anakubalika. Sasa umepaka uso yote, umepaka mwili yote na umepaka kila kitu. Ni nini itafanyika? Ukipata na mwanaume ukienda kwa ofisi kuomba kazi, unakubalika. Bwana Yesu asifiwe sana. This is what has cost you. Hiyo ndio ile kitu ambacho kimesababisha maangamizi. Because the purposes of covenant zinakuanga na kitu kinaitwa promise. Any covenant iko na promise. If I made with you a covenant, I made a promise to you. I spoke to you. No matter what kind of a covenant it is, there is a covenant, a promise. And a promise is fulfilled either by you or by your generation. Any promise you made, any makosa ambayo nilifanya, nisipokata sasa, watoto wangu watalipa. Daudi wakati alichukua mke wa wenyewe na akafanya yale maneno alifanya, mtoto wake alilipa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati watoto wa Juda walifanya makosa na Juda mwenyewe akafanya makosa, akalala na yule mama anaitwa Tama, walizaa watoto wawili. Anaitwa mmoja anaitwa nani? Perez na Zera. Alipozaa watoto wale, sasa badala ya watoto wa Juda kuleta kizazi, sasa Juda mwenyewe akaleta kile kizazi kupitia kwa huyu mwanamke ambaye alikuwa bibi ya watoto wake wawili. Na kutoka hapo kukaingia kitu kinaitwa delay ya kufulfill the promise of God. And the delay was from then, if you read the book of Matthew, can you give us Matthew chapter 1. And from there, from Matthew going through utapata ya kwamba from Judah akazaa watoto wawili kwenda hapo, the promise of producing a king was fulfilled in the 10th generation. The book of the genealogy of Jesus Christ, chapter 1 of Matthew, says the book of genealogy of Jesus Christ, the son of David, the son of Abraham. Remember Abraham, ndiye aliambiwa atazaa mfalme. But now let's see. 20 please. Quickly. Wow. Judah begot, now Judah, not the sons. And Judah begot these children with the wife of the two sons. Judah begot Perez and Zerah by Tamar. Perez begot Hezron. Sasa nataka Judah, tuanze namba kutoka kwa Perez. Judah amezaa, hiyo ndio kizazi cha kwanza. Perez na nani? Na Perez na Zerah. Now useme Perez begot Hezron. Anza kuhesabu 1. Hezron begot Ram. Ram begot Aminadab. Aminadab begot Nahashon. Nahashon begot Salmon. Salmon begot Boaz. Boaz begot Obedi. Obedi begot Jesse. And Jesse begot David. Until up to the 9th generation, that is when Judah was able to produce a king as per to Jacob's blessing.
Why? Because of the covenant mistakes that were done in the initial stages. Bwana Yesu asifiwe sana. So how many years was a generation then? A generation then was 150 years during those days. So this is a 10th generation. How many years are those? 1,500 years later. That is when the word of Judah was fulfilled. Some of us here are not suffering because of a yesterday thing. Are not suffering because of what you did the other day with that man. You are suffering because you are carrying leftovers of generational problems. Generational covenants. Because if one man in your family made a covenant with the devil, it's most likely the entire family will live in that covenant of the devil. If one person in the family made a covenant with God, it is most likely the entire family, whether you like it or not, you will always discover yourself in the covenant of God, in the blessings of God. Kuna watu tu wakitengeneza pesa ikifika 1,000, 1,100, 1,200, there must be a reason for the money to disappear. Because there is a covenant of limitation. There is a covenant that was broken somewhere. And this covenant that was broken somewhere, it is asking for things that needs to sustain you. It needs to make you go ahead. Makes you to succeed, to go. When I understood all these covenants that were operating in me, I decided to start breaking them by invoking and by speaking them. Mukiona naogea hapa, naogea kikitu kibaya nilifanya, wewe cheka tu. I am releasing myself because I am doing confession. I saw yesterday kitu inasukushwa sana ya huyo naitwa Benny Hinn, ati alifanya maneno. And everybody is sending and everybody is condemning nani? Benny Hinn. Kumbe Benny Hinn ulikuwa mkola. I'm telling you, Benny Hinn is now clean like a slate. Very clean. He has practiced the power of confession. He has confessed. Wewe abaye ulituma, wewe ulimutumia pesa, you are guilty as him. What were you buying? You who sent money to Benny Hinn, what were you buying? If you say Benny Hinn was conning you, Benny Hinn was doing this, Benny Hinn was selling miracles, Benny Hinn told you to sow a seed, you who knows God better than Benny Hinn, what were you buying? Which verse of the Bible did you read to sow that seed? So you are as guilty as him. If you have ever done anything that now you come and start condemning Waraige amekula pesa yenu. Wewe hiyo pesa ulitoa, ulikuwa unanunua nini? Mulikuwa kwa soko gani? What was the purchase price and what was the selling price? And what was the market? What were the covenant? What were the conditions that made you to buy? Why did you buy a miracle? Didn't you know there is a God in heaven? That he has taken billions of money. That he is supposed to return. Mimi nirudishe. Natengeneza kikosi ya kuwaroga. Did I ask you? I went to my television and I said, sow a seed, and you sow. What did you see for you to see to sow a seed? Ulipanda nini? Ulikuwa unanunua nini? Did you ask for the receipt? Did you ask for the receipt for what you sow? Then you say, I send my 1,000, I send my word. You are equally as guilty as who? Now Benny Hinn has gone to the Lord. Na ameambia nini? Na ameambia dunia mzima, I did this. He has confessed. That's the end of the game. According to the principles of the kingdom, that's the end of the game. For him is clean. Wewe endelea kumrushia mawe, you are sharing mawe kwa servant ya Mungu. Mwenye ameconfess. That is why I normally confess nikiwa hapa. Nikikumbuka kuna kakitu nilifanya, kuna kamama nilifanya maneno, kuna mtu nilifanya maneno, nasugumisia katu wapi? Hapa nyinyi mnataka mkisema, amodoshi waragia uru. Ikara me, I'm not talking to you. I'm talking to my God. Fuga masikio yako. I'm building my relationship with God. I am breaking altars. Nikikumbuka kuna muuma tulikunywa ya Mogeke, nitaisemea hapa, sitasemea mahali kwingine because I did it. Hiyo ilikuwa altar ya Mogeke. Na sasa tumejenga altar nyingine. Nitasemea wapi? In this altar. Inisaidie kubomoa ile. Ndio kigate waregere ni ndoreka yaragia ta ndoreka bikura gutari ndoreka. I'm doing my job. I'm cleaning myself. Na ndio nakwambia nimepanda sasa niko 80%. Wewe kana hiyo 100% yako. Wewe kama si mimi nitakuja na hiyo kihoma nikiwarusha huko kwa moto. Apostle, ndio kwa utili apostle. Kwa sababu ulikana usiri, ulikana mambo ndani yako, ukakaa ndani yako na siri ambayo inakuua bure. Why? Si useme nimelala na wanawake na wanaume 500, kwani utapelekwa jela gani?
Si ni wewe ulikuwa nalala na wao? You've confessed, you've said. Wewe ndio umefukuka. Mimi sijakubebea mizigo yako. Beba mizigo yako na mimi wacha nibebe nini? Na kila mtu mzigo wake. Alafu kama utachukua mzigo wako mwenyewe, why you listening to me? Ati kwa sababu nimesema nililala na wanawake na fanya yako. Kama hukupatikana kwa hiyo line, good. Serve your life. Mlaigu hata leo. Sasa mnasikiaje? Mumejipata kwa mahali? Mumejipata kwa hiyo maneno magumu? Hebu inua mkono wako kama umejipata tu, umeona ikai. Uturago. Inua tu mkono wako mzuri, uinyoshe mkono, wacha kujikuna. Inua mkono. Watu wa holier than thou wasiinue mkono. Wale wameokoka, wale wanakaaga biguni, msiinue mkono. Lakini wale tunakaaga hapa duniani na wao inua mkono vizuri, si mumeona? Si mumeona kila mtu. Idhuothe Yesu ageuka haturahi idhuothe. Yesu akikuja sasa hivi tunachomeka sisi yote. And that is why you are suffering. That is why you are facing challenges of your life. That is why you are facing difficulties in everything you are doing. That is why ukikuja hapa unaonaga. Sasa imagine hapa kuna wanawake karibu 20. Ninawajua walitumwa na Mungu kwangu. Karibu 20 wako hapa, ni marafiki zangu sana. They are good friends. Na sitakasirikia because walitumwa na Mungu akaambiwa huyu uduaroige ndio bwana yako. Sasa ile swali inabakigi, ukiniambia hiyo story, ile swali inabakigi nikijiuliza, kwani Mungu anakuwaka confused aje? Akanitumia Agnes, Agnes, akanitumia jina, tuseme Jerry, akanitumia Jerry. Tena ameniletea Monica. Sasa kesho ameniletea Sarafina. Kesho kutu ameniletea Siombua. Sasa unashindwa, kwani kwenye kabineti yake ama anatakaga mimi nikuwe na wengi? Unajua labda anatakaga mimi nikuwe polygamous. Lakini nikiangalia polygamous ndio imeniletea shida yote katika maisha yangu. Maana kukaa alikuwa na 13, baba yangu alikuwa na 2, ndugu za baba yangu zote zilikuwa na 2, 3. Sasa na mimi angalia yangu hata hawezi kuhesabika na hawaonekani. Imeniletea shida. Sasa unaona huyu Mungu anakuja, huyo Mungu yenu. Eti muulize, are you the true God? Because nimesikia kuna wengine walikuwa umetuma. Are you the true God? Ndio tujue kama ni Mungu. Tukijua ni Mungu tumuite kamati ya kuja kae chini atu explainie. How can you say 5 women? How can you say 10 to this man? Kananiatia. Kayo agatumana li. Kakorogwa hiana atia. Ndali na mufako. Mimi yule Mungu najua wa biguni anaitwa Jehova, anakuwa na mfago. Is a God that will never change. He has never changed. He is the same yesterday, same today, same tomorrow. Sidio? Sasa huyu ametuma watu 5 na amewaambia wewe Black Beauty na huyu man jamani toda kadi hadi someone Black. Hiyo mtaenda mtashikana na nitawabariki. Baka mwingine akakuja akasema akaniusia uoga tukiwa kwa ofisi. Baka nikaona kweli Mungu ameteremka. Akaniambia miaka igana urenda nigukunengera. Niatumia igana urenda. Sasa ni Mungu anaongea. Na aliongea Kikuyu hiyo. Niatumia igana urenda nigukunengera. Nakwira urute wira wako na nigukurathima. Nigakurathima. No uralia ni mutumia waku. Nilitoka kwa ofisi kama nina sweat. Nikamwambia Tabotige, nikajua tu man, nikaita David, nikamwambia David, wewe ingia hapo David, ninakuja. Niliingia kwa gari chwea mpaka nyumbani. Hiyo ilikuwa mpya, ilikuwa kali. Hata kama ni wewe usikie Mungu anaongea live na wewe. Na anaongea na yeye mwenye ametuma, na ameingia ndani ya yeye mwenye ametuma. Hata wewe unaogopa, unaona hii ni puda. Imeongea. Kuna Buddha alia ni Baraki na Baramu. The Buddha spoke ikamwambia wewe mzee huku hatuweti. Sasa yeye alikuja personally. Unakoni uoge kati. Mimi nilienda mpaka nyumbani. Kufika nyumbani nikakuta maisani yakiwa kwa nyumbani, akaniuliza daddy why what's wrong?
Nikamuuliza, why you came too early? Nikamwambia, give me a glass of water. Akaniuliza, are you sick? Nikamwambia, hapana. Wewe usingemwambia ni nini nimeona. Sikimwambia ni nini nimeona. Nilimwambia, give me a glass of water. Akakimbia, akaona this is serious. Akaleta a glass of water, nikakunywa. Nikamwambia, give me another one. Akaniambia, ai daddy, what is it? Nikamwambia, just give me a glass of water. Nikakunywa. Akanigusa, are you having headache? Because I was sweating. Encounter Mungu. Encountering God in your office. That is not a joke. God using the same material that is going to be your material. So the reasons, the purposes of these covenants, they make promises. So that woman had just merely come to make a promise that is coming from heaven, to entangle me into a promise. Anifuge. Sasa angalia, nilitoka kwa Charity jana, nimejifungua kutoka kwa Charity. Huyu amekuja amefuga. Sasa nangangana miaka 2-3 nikijifungua kwa huyu, hiki kinakuja kinanivuga. Nangangana hiki kinakuja, ninavuga. Nikijifungua kwa huyu anakuaga hapo kwa mlango. Umegoja, I am the one said from heaven. Sasa angalia, wewe nimengangana na wewe miaka 3, nimengangana na wewe miaka 3, wewe miaka 3, wewe miaka 3, wewe miaka 3, wewe miaka 3. Hiyo ni miaka igana? Onaginya nywele ni amunyukire muto. Paka nywele sina, imeenda yote. Nikigojea tu kwa sababu nikitoka kwa huyu ananifuga. Nikitoka kwa huyu ananifuga. And they are making promises. My point here is about the promises. Any covenant, it is covenanted with a promise. And this is the promise that will keep you become a slave in your life. It will keep you struggle. In whatever you do, you will be struggling. Because every single time you'll be trying to come out of it. But once you come out of it, you find Wajiro waiting for you. You come out of Wajiro, you come, Atieno is waiting for you. And when the time for the covenant comes, you easily go. That season, that day of the covenant, because you uprooted yourself from this, easily you go, because there is a power that is speaking over your life. And it's not a power of yesterday. It is a generational, and it might be 400 years old. Now see, you are operating under a generational problem that is old as 400. Meaning whoever that is controlling you, ni kamuseka miaka 400. Unaweza kufikiria umewa mzee kwa hiyo ufikirie ni 35, tuseme ni 35 ama for that. Unaweza kufikiria huyu ni 35 umeoa, peleka kwenu, uende ufugue. Ndio ungekuwa thina nanga kunia. Utumetoega, uthiko higorera kwa nyumuci, thina hiko kiogo. Kumbe mama ni wa miaka 600, unadini na kitu ya miaka 600. Ile laana iko ndani yake. Ile kazi, ile covenant iko ndani yake. Ni miaka 600. Tawe jirani wewe kanete na uko kwa katika ulimwengu ya kiroho uko na miaka 70. Imagine ukihora gathe kena experience ya miaka 700 gatura gathino karora kama undu gagutwarire mekuja na kanajua mitego yote. Ukinasua hii kanajua kuweka ingine, kakiona kanajua kuweka ingine, maana kako na experience. Covenant zingine ni experience inatufuga, kwa maana zile kitu kimetufuga kiko na miaka mingi duniani, na hiyo ndiyo imekufuga. Na hiyo ndiyo imekuweka katika hiyo laana huko. Umejaribu kujinasua mpaka utakufa ukijinasua tu. Kinyamba kwa kanyara kirimo yakakani thie. Karioki wito. Ameenda ati arakariyo gwarako morogo. Ntiko komarako mire tiko gwarago ile. Amechoka dunia hii, maana huyo Karioki ako na miaka 900. 900 years old. Sasa unakuta alikamwe ati araigerira hau gete-ine anyitete remote iguru gethiko mugerera maende akanya katia niko noga ni gutura. Uta imagine ucio no kuhete no gwitaga darling na babe tia kodora urunie ke twariura kuri twarie shararuko nigetha umenye what is this that has been happening. You have tried your level best, you've gone to churches, umeenda mpaka kwa manyuro, umeenda kwa ndekeli, umeenda kwa nani, nothing is working. Umepanda bego, none is working. 310 umetoa, haifanyi kazi. Sasa what are you going to do? Unakuta kitoto kiko na miaka gapi? Kio iko na miaka 7. How old are you? 19. Lakini umesikia kiongea hapa, mnasikia ni kama sauti ya nganga?
Si mnasikia huyo ni ng'ang'a kabisa anaongea ndani. Na ile kisugu yake ya ng'ang'a huko. Anaongea, si ndio? Sasa unasikia nani huyu ameongea? Ni huyu ameongea kama ni ng'ang'a. Alafu sasa cheza na mtu kama huyu. Ndio kadine kanioro huko. Ayu akwira kae uguo niguo gukiri. Kae uguo niguo gukiri. Sasa unasikia hiyo sauti imetoka ni ya mzee na ulikuwa unafikiria unadili na kama mtoto. Ilaana inakukamata kwa mara moja na unaisha kutoka hapo, you start suffering. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is only what you can be able to come. That is the only, by being able to understand how many years are you? Wewe miaka higa na ule anaitwa nani? No, I'm asking you, how many years do you think you have? Yes. If I look at you very well, you have 1,500 years. Sasa imagine you hikie mutumia toyo na ina miaka 35. Niambie, utaisha. Utahangaika kwa sababu always unakuta ni kamsichana kadogo lakini kanataka kukukalia. Ndio kanakuuliza, "Sasa hivi amefika?" Vyake chakula iko hapo. Na ni kama mtoto kadogo, nyama unashika hivi kanachosha kwa mkono. Lakini kwa sababu ile kitu iko ndani yake ni kubwa, anaona ka kijana. Mpaka anakuambia mwanake, "Niko akija." Sasa hiyo kuna kitabu imefika huko. Na nywele kwa sababu hakuna webe inaweza kunyoa hii nywele yako ni venye inakaa stili wa venye umezeeka. Na ndio mwanake niko waje kama mwanake. Unakuta wazee wamechoka sana. Aje mwanake. Hata nguvu ya kucheka hakuna. Na kale kama mtu kanamuita mwanake ni kitu, ni dhigiriri, kasigiriri. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Number 2, any covenant it got terms and conditions. Every covenant iko na terms na conditions zake. Ile unaonanga tukinunua mizigo, tukiangalia hapa kwa TV, unasikia terms and condition apply. Sasa ukienda kufungua terms and condition apply. Ulienda kwa Equity ukapatiwa loan ya 200,000, kumbe ulipatiwa 400,000 na hukujua. Lakini ulisign what? Terms and condition apply. Sasa wakati wa kulipa deni ndio unaambiwa hapa kuna kakitu. Hapa kuna kakitu. Hapa unaambiwa sasa ile deni utaanza kulipa. Kule mliagana ni 50,000. Unasikia utaanza na 90,000. Kwa sababu kuna vitu zingine zimeficha. Every covenant iko na terms zimejificha. Na hizi zimejificha kwenye miungu ya familia. Zimejificha kwenye ardhi ambayo mmekaa. Imejificha kwenye mipango mingi ambayo uko kwayo. Hiyo jina yako unaitwa iko na terms na condition. Maana wanaitwa Joki, si ndio? Joki kwa Kikuyu ni mtu ambaye alikufa akarudishwa. Sasa wewe you are a returnee, ulikuwa ushaenda, you've been returned with what? With the terms and the condition. Lazima utii. Ule mwingine alienda na unataka tukuelezee venye alienda? Ati hapana. Basi kaa na terms and condition. Ukicheza kidogo na kuambia yule mwingine alikufa kwa sababu alikuwa msharati. Tulimuua na ukimwi. Sasa unaanza kuambiwa hizo ndizo terms na condition. Utafanya usharati, utakaa kwenye usharati. Unasikia mwingine anaitwa Karioki. Karioki ni kufufuliwa. Alifufuliwa kwa nini? Yule alikufa namna gani? Those are the terms ambazo lazima ukue obligated to follow them. Kule ulikuwa kwa spiritual father wako, yule spiritual akikuombea, akikuwekea mikono, akizungumza maneno yako. Ni maneno gani alizungumza? Alisema tutaishi tukihubiri pamoja, tutaishi tukifanya hii kazi pamoja, tutafanya hii. Alafu sasa kwa sababu ya maligo yako na kwa sababu unajiona wewe ni mtu wa maana, unatoka huko kimwambia na anaenda kwa pastor mwingine ambaye anasema jadi rekwe pastor wewe na maguta meigoro. Maguta ni wewe. Ti maguta meigoro nini? Si mafuta, ni maneno mlioyasema. Not until hiyo maneno uyajue mlisema maneno gani, ndio huyo pastor umeenda kwake ayanene, ayarivoke. That is the power of the covenants that are operating in your life and operating in your children. So when mmeanza kusema ati watoto itale buwero, okay, unakuta mtoto wako in every 10 homes, count and also put your home there. The sons are gays
as young as the age of 9. They are gays. In every 10 homes, there are 4 sons who are gays, and there are 4 daughters who are lesbians. Why? Because there at the inception, there's something that went amiss. There is a covenant that was laid. There's a covenant that was connected to your son. Therefore, your son is no longer a son, but a woman in the house. And you find everything. Na watoto unakuta ukiangalia hapa, anemwende mfanye uchunguzi. I don't want to condemn them wholesomely, but there is a lead because I've been doing the investigation. Huko town kuna vijana wengi wanapiga picha. Hebu ende waangalie wote. Wote. Alafu wamesaga, unakuta. Najua mtu ananiniaga na huko anasaga kwa sababu ya maneno. Na covenant yao ya hawa watoto sana inafanywa kupitia nini? Kutoboa masikio kisha anapatiwa ka earring kako na star. Halo, anapatiwa ka earring kako na nini? Kako na star. Alafu anawekwa tattoo iko na star hapa. Na tusiana tunawekwa tattoo uko nini? Because it is a covenant in that territory. It's a covenant in that kingdom. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Because a blood was needed to make this covenant. And lastly, but not least, because hii kitu ni kitu mrefu sana. The purpose of covenant is either to bear a seed or destroy a seed. It is meant to do what? To bear a seed or to destroy the seed. When now you enter into the covenant of the gay, the seed is destroyed. When you get into the covenant of the lesbian, the seed is destroyed. Bwana Yesu asifiwe sana. As young children, as possible as young, wameenda wengine wamefanyiwa vasectomy. Very young children, the vasectomy has been done. So meaning the seed has been killed. So whatever that you are doing as a covenant, it is a seed that has been planted. Either a destructive seed or a positive seed. A seed that will navigate you to the next level of your life. A seed that will transform and change the way you look at things, the way you function, and the way you live. And that seed, it's you. That is why they are targeting you through genetics, genetical lives, and many things that are happening in transplants, and many things that are working around the crop. And the people wengine wamewekwa chips, wengine wamewekwa vitu, because they want to change the gene that is in you, so that a new generation can be produced through the seed. And this only happens through a covenant of blood.